Yes, bwana, mashabiki wa Dar es Salaam Young Africans wanasema msimu huu ni wa kwao, lakini mashabiki wa Lunyas wanasema haishi mpaka iishe. Ni nani ambaye atakuwa mshindi katika msimu huu wa 2025 2026 katika NBC ligi ambayo ndio inaendelea kwa sasa na iko moto kinoma noma. Lakini sicho ambacho tumekuletea leo bwana, tuna msanii maarufu, msanii ambaye anachipukia lakini ana bonge moja la nyimbo la kuhusu klabu ya Dar es Salaam Young Africans. Bwana, mashabiki wa Simba Sports lazima mtolewe ni shai. Nyimbo ni bonge moja la nyimbo, alafu design kama vile linatembea kinoma noma. Ni nani? Utakwenda kumfahamu leo kupitia kamera ya mwandishi. Langu jina ni Alex Mavindi, lakini nyuma ya kamera ni Mkomwa TZ. Sasa tuenzetu mwanzo hadi mwisho ili kuweza kumuona na kuweza kufahamu mambo mengi na kuweza kufahamu huo wimbo ambao kwa sasa ndio una trend kuhusiana na klabu ya Dar es Salaam Young Africans. Mashabiki wa Simba nimewaambia, kaeni kwa kutulia, mambo ni moto. Tuenzetu. Yes, bwana mtazamaji na mfuatiliaji wa kamera ya mwandishi, hapa tumefika maskani kwa mwanamuziki wa kuitwa Skeleton Music, ambaye yeye bwana, kama nilivyokusanua hapo awali ya kwamba ana kibao chake kuhusu klabu ya Dar es Salaam Young Africans. Wanangu wa Simba, mtulie kidogo kwa sababu hapa jambo ni la moto na linaunguza ukiweka kidole, au sio? Sasa moja kwa moja tutakwenda kupiga story kuhusiana na nyimbo hii ambayo inahusu klabu nzima ya Dar es Salaam Young Africans. Tujue mengi, kwa nini klabu ya Dar es Salaam Young Africans wakati kuna Mtibwa, kuna Simba Sports na vitu kama hivyo. Brother, mambo vipi? Nakwaje? Watazamaji wanatamani kuweza kufahamu wewe ni nani? Bwana, mimi naitwa Skeleton Music. Mimi ni msanii wa hip hop, natokea Mbeya. Naona nimekuja Dar es Salaam hapo kwa ajili ya kukuza kipaji changu. Mimi ni mshabiki kindaki wa Young Africans. Bwana, huyu ni msanii kutoka Mbeya lakini yuko hapa jijini Dar es Salaam na ni mshabiki wa Dar es Salaam Young Africans kindaki. Elewa neno kindaki. Yes, bwana Skeleton, wimbo wako ni mkali sana. Lakini unaanzaje kuimba wakati mashabiki wa Wekundu Msimbazi wanasema kwamba nyinyi Dar es Salaam Young Africans mnabebwa? Wanaongea tu wao bwana, tunabeba kila siku tunabeba. Wao waangaliaji ya kwao, wanaangalia Yanga tu. Mbona ya kwao wanabeba lakini sisi tunanyuti tu kimya. Bwana, mkubwa tu ndugu yangu. Sasa nataka kuambia nini kwamba bwana nyie hambebwi wala nini? Yaani ni issue ni kwamba yaani kama wao wanasema sisi tunabebwa hivi, nikuulize kitu mtangazaji, hivi unaweza kuniambia mchawi, unaweza kuniambia mimi mchawi? Ukiona mtu anakuambia wewe mchawi, ujue na yeye mwenyewe vile mchawi. Ukiona mtu anakuambia mchawi, ujue na yeye mwenyewe mchawi. Unasemaje mwenzio mchawi wakati na yeye mwenyewe mchawi vile vile? Sasa ikitokea la muda mfano tajiri Modeuji anakuambia bwana, nyimbo yako ni kali. Sasa mimi ninachotaka uifute nyimbo yako, alafu kwa bilioni 50 uifute, alafu uimbie Wekundu Msimbazi wanalunya, sinakuaje hapo? Hebu ongea huko, naangalia kwenye kideo kwanza wakuone vizuri. Mimi naangaje? Kwa sababu bwana hela, kwenye hela bwana, kwenye hela tutakagi, yani unajua kwa sababu gani? Unajua sisi wasanii bwana tunaangalia hela, lakini yani hii itakuwa kipengele. Kwa sababu gani? Mimi naamini hata ninachokifanya hivi, naamini hata mwenyewe, hata JSM mwenyewe vile anaweza kanilipa hata zaidi ya hiyo, hata kunilipa yeye kama ikiwezekana, lakini kwa mimi siwezi nikapata bwana, mimi ni Yanga damu bwana. Yani ukiachilia, kwa hiyo hata ukuletee kitu gani wewe wala sio shida zako bwana. Yani mimi siwezi bwana, mimi Yanga yangu mimi naipenda sana kwa kiasi, yani Yanga iko kwenye damu. Bilioni 50 mzee wangu. Yani bilioni 50, na naamini hata mwenyewe hata JSM anaweza katoa hata, yani kama hata JSM mwenyewe akiamua kama kweli atanikubali, anaweza katoa zaidi ya hiyo kunipa mimi. Umeona bwana, kwa mimi siwezi, kama japokuwa nakwambia hivi, mpira sio kabila wala klabu sio kabila, lakini mimi siwezi kufanya kitu kama hicho. Mimi naipenda sana timu yangu. Kwa hata upewe kitu gani uwezi kuondoka katika timu yako ya Dar es Salaam. Hiyo mipango ya Mwenyezi Mungu, mimi siwezi. Sasa nyimbo nyingi bwana zimeimbwa za Simba, Tundaman, Mario. Wewe unadhani nyimbo gani ambayo unasema zile nyimbo zishapitwa na wakati, mimi sasa hivi ndo nawakalisha? Unajua, ngoja nikwambie kitu kimoja. Mimi naendana na nyakati, kwa sababu ukimzungumzia Mario, Mario ni msanii mmoja ambaye namkubali, alafu hususani
na ni msanii ambaye Simba lakini sawa. Unajua unachokifanya hapa tunaangalia nini? Unasema unaangalia wasanii, ujue wanaangalia panapo mati ndio hapo, lakini kwa kweli ukija kuangalia Mario ile Yanga damdam sana. Mario ni Yanga ule, umeona bwana. Kwenye pesa unaweza kufanya hivyo, lakini yani kivyangu mimi siwezi. Mimi siwezi kwa sababu mimi naipenda sana Yanga toka mimi nikiwa mtoto mdogo. Naipenda sana Yanga Afrika toka nikiwa Mbeya huko. Mimi naipenda sana Yanga. Kwa hiyo ndio maana nimeandika nyimbo nyingi sana. Nimeandika nyimbo takriban zipo nyimbo kama 8. Lakini nyimbo ya kwanza kuitoa, maana kwanza kulifanya record ni moja tu ambayo ndo ya Yanga, nikaamini kwa sababu nilikaa na producer zangu Sinaini record pale. Naona Kanchenja akaniambiaje, mdogo wangu, hii nyimbo japokuwa mimi ni mshabiki wa Simba, lakini hii nyimbo mimi naona kama wewe unataka kuitoa kwa sababu gani? Mimi nikamwambia jamani, Yanga mimi naipenda kwa sababu sikutaka, kwa sababu yeye alikuwa anang'ania niitoe nyimbo ya kawaida, unaona. Nikamwambia bana, mimi siwezi, hii ni nyimbo ya kwanza, unaona. Na sio tu nyimbo ya kwanza, ni nyimbo kali. Hebu waambie kwanza, sio nyimbo ya kwanza tu, na nyimbo kali. Ni nyimbo kali. Yaani sio nyimbo ya kwanza tu, ila ni nyimbo kali. Kwa hiyo ndio maana nikaamua ngoja niitoe, nianze na hii hapa. Huwezi jua ya Mwenyezi Mungu, lakini mimi sijafanya kitu hichi kusema eti kutafuta sweep promo, kutafuta jina. Nimeitoa tu kwa sababu Mungu kama akipanga amepanga tu, lakini nimeamua kwamba nianze na ngoma ya Yanga. Ila ngoma zingine zitafuata. Nyimbo za kawaida zitafuata. Sasa katika mitandao ya kijamii watu wengi sana wakiona kwamba wasanii wanaimba kuhusiana na klabu, wanasema huyu bwana anajipendekeza tu ili aweze kupata ulaji kwa viongozi. Mfano kama wewe unaimbia klabu ya Dar es Salaam Young Africans, wanasema huyu jamaa anataka Engineer Harris aweze kumuona ampe chochote kitu. Wewe unaiongeaje kuhusiana na hilo jambo? Bwana, mimi nasemaje? Hapa yani tuseme tu, yani watu hawakosi cha kuongelea. Kwa ukisikiliza sana watu huwezi kufika mbali. Wewe amua maamuzi yako, wewe anakutumaje. Ukisikiliza sana watu huwezi kufika mbali. Mimi maamuzi yangu ndo ameniambia hivyo. Mimi sisikilizi ya watu. Na mimi nafanya kitu changu mimi. Kitu ambacho mimi nakifanya, mimi siangalie mtu nyuma yangu eti kwamba mimi nikitoa hichi mtu. Mimi sitafuti kwa vile mimi natafuta jina. Umeona? Mimi nimeamua maamuzi yangu, nimeamua nitoe kitu hiki. Maamuzi yako binafsi. Kwa sababu timu yangu inanifurahisha kusema ukweli. Tukiachana tu yani kwamba hata ukiangalia mwenyewe mtangazaji, wapinzani wetu, umeona? Wanasema wao wako vizuri, wamesajili na nini. Sawa, sisi tunajikongoja. Wao wanasema sisi tumesajili vibaya, tunajikongoja. Lakini mimi nikaona timu yangu inanifurahisha, ingawa wao wanasema sisi tunajikongoja, au sio bwana? Hiyo wasema sisi tunabebwa sisi na nini, tunajikongoja. Lakini naamini mimi timu yangu mimi ubingwa itachukua. Na mimi nimeamua kutoa wimbo huyu kwa sababu mimi sitafuti kwamba natafuta ulaji, umeona? Hii ni kama zawadi kwa klabu yangu Young Africans, naipenda, iko ndani ya moyo wangu mimi. Kwa waga mimi sisikilizi ushauri wa mtu yote. Maamuzi yangu mimi. Kwa sababu nyimbo nyingi ambazo nimeandika, nyimbo 8 umeona bwana. Kwa nyimbo 8 ambazo nimeziandika, ingawa bado sijazifanyia record. Unaona, lakini ningeamua ngoma hii ya Young Africans hii ndio nyimbo ya kwanza kaanza kuiandika na ndio hii. Kwa nini niitupe? Kwa nini niitupe? Nimeamua kuitoa hii hapa, wewe sijua ya Mwenyezi Mungu ya mengi bwana. Iko hivyo. Skeleton Music anakuambia kwamba haya ni mapenzi yake katika klabu yake ya Dar es Salaam Young Africans, ndio ambayo anampelekea yeye kuweza kufanya hichi ambacho anakifanya leo. Sasa Skeleton, ikatokea ukaitwa pale Avic Town kwenye mazoezi ya wana Dar es Salaam Young Africans, wananchi wenyewe pale wanacheza nini, ukaitwa pale. Unadhani ni msanii gani akisikia nyimbo yako anaweza akaamka akaifurahia alafu akakupa zawadi, iwe ni gari ama zawadi yoyote tu? Yaani mimi hapa, umesema msanii yoyote, mchezaji yoyote pale akisikia tu dundo letu la Yanga anaweza labda kaamka nini, unajua zile vibe, akasema oya mwanangu kama hata hii hapo. Unadhani msanii ni mchezaji gani katika wale wachezaji wa klabu ya Dar es Salaam Young Africans? Japokuwa sio rahisi bwana, lakini mimi namkubali sana. Ni wachezaji wangu wote mimi nawakubali wote. Hakuna mchezaji ambaye sio mkubali pale Young Africans bwana. Yote nakubali. Lakini mpaka hapo unaponiambia unanipa mtihani. Yaani wewe unahisi kwamba huyu jamaa akisikia ile goma hawezi kuliacha hivi hivi. Alani Okelo. Alani Okelo. Mkubali Starboy. Unahisi yeye akisikia ile dundo lazima aruke nalo? Ataruka tu. Au sio? Unaona mwenyewe anachokifanya? Jamaa yuko active sana. Jamaa yuko vizuri. Starboy yuko vizuri kama ambavyo anadai blaza. Hapo anatupanga.
Kwa vizuri shehe. Wewe mwenyewe unaona. Kwa hiyo kombe la kwetu. Hilo kombe la kwetu hilo. Simba watulie. Yaani kama bosi mwenyewe kaongea hasa mimi nani? Kama bosi kaongea mwenyewe akakwambia bwana ubingwa wetu. Yeye mwenyewe kaongea akasema ubingwa wetu. Sasa wewe utapinga nini? Wao sio wanatumia ujanja namna gani vipi? Wachukua ubingwa au vipi? Kwa hiyo wao ndo wanatumia ujanja kwa ajili ya kuweza kuchukua ubingwa. Vipi kuhusu nyie? Mzee, ndio maana nakwambiaje, wewe ukimsema mwenzio mchawi, na wewe mwenyewe mchawi. Kumbe amini unachokwambia. Sasa nyimbo yako bwana ni nzuri na kama hivi ambavyo dundo fulani hivi la kwenda. Sasa unahisi labda kwa nini hujawaza labda hapa nimshirikishe Manara hapa kwa sababu yeye ana upepo wake, uenda nao tukapita nao. Umewazania kuhusiana hilo jambo ama wewe mwenyewe unaonaje? Mimi bwana kumshirikisha Manara mbona mimi nimemtaja kwenye nyimbo. Manara ujue mimi ngoja nikwambie kitu kimoja. Ujue Manara bwana, ongea kuone pale bwana. Unajua bwana Manara iko hivi. Ujue ile ni brother ambao mimi namkubali kusema ukweli. Namkubali kwa sababu ni mtu ambaye hana makuu na nini umeona. Yaani ni mwana Yanga Sports Club lakini namkubali. Kwa Manara mimi namkubali. Na ndio maana hata nimemtaja kwenye nyimbo yangu. Ndio maana mimi appreciate hata kwenye ngoma yangu. Mimi namkubali kiukweli. Nisiwe mnafiki. Sasa ili watazamaji waweze kujua kwamba wewe ni shabiki wa Dar es Salaam Africans Lialia, unaweza kanitajia wachezaji hata 3 4 hivi wa haraka? Alani Okelo. Wa kwanza huyo. Wa kwanza Mwamnyeto. Diara, Mbeka Mishale huyo. Wa tatu huyo. Alafu anakuja hapa nani Pacome Zouzoua. Au unaweza kuwapa hata zawadi nyingine ya mchezaji 6. Kwasi. Umeona bwana? Unakuja hapa pembeni hapa Baka. Inatosha. Bwana huyu Skeleton Music inaonekana kabisa kweli ni mshabiki wa Dar es Salaam Africans Lialia kwa sababu nimejaribu kumchomekea kuhusiana na wachezaji akaichomoa, lakini pia ameweza kuonyesha kwamba anaipenda, ndio maana hata akaingia studio kwa ajili ya kuweza kuitungia nyimbo hiyo nzuri kwa ajili ya klabu yake kama zawadi kwa ajili ya klabu yake ya Dar es Salaam Young Africans, kuhakikisha kwamba inafanya vizuri ama motisha morali inazidi kupanda kuhakikisha kwamba wanakwenda kulichukua lile kombe ambalo Simba wanalitaka na klabu nyingine zote wanazitaka. Sasa shukrani sana Yanga, mnanipa furaha kila kukicha, tutolea siri zako zote bila hata kuficha. Yanga klabu bora na viongozi wenye future Tanzania namba 1. Karibu pate ficha tufanani na mafokolo. Yanga nyota 3 zinamlika giza totolo. Makoro mtasubiri mnaosajili wa vigodolo engineer. YSM hamna baya kamwe. Mnashovyuma tunavimba mpaka na alikamwe. Sauti sana kwa mashabiki akina Makame. Na revo hii haishikiki mpaka sisi tuame. God bless imetimia. Kila mchezaji ataka wino kote pande za dunia mpaka huko Filipino. Soka la bonge na ushindani mkubwa jino kwa jino. Natoa dozi nje ndani bila kipimo, daima mbele nyuma mwiko kila shindano tupo, tulazi down mwiko, atuachi gap bila malipo. Yanga kama Madrid, pongezi sana kwa kocha na benchi lake la ufundi. Raundi hii mtatufa Idi Zimbwe, Okero, Depu, Dube ndani ya mjengo wanafanya makusudi. Tukikwambia kwamba Skeleton Music anaua basi hapo umetuamini kwa sababu tumemwachia uwanja mzima kaamua kubaruza, yani hajaacha kitu chochote. Mwenyewe umeona voko imetulia, lakini pia mashairi pia yametulia, sio wasanii wenu wa baba yetu. Sasa anataka kuuliza swali fulani bila kizushi. Unajua wewe ni mtoto wa kiume. Sasa ikatokea ukapata fulani manzi fulani mkali, alafu anakupenda na kuelewa. Lakini ni klabu ya Simba, anakuambia sasa baby, unaonaje tukaingia unyamani? Wewe sasa hapo unafanyaje? Wanakuambiaje? Anakuambia ndege wafananao ndo analuka kwa pamoja. Kwa nini mimi niende nikachukue ndege ambaye afanani kabisa mimi? Mimi siwezi kumchukua. Mapenzi yanaota popote brother. Hata kama bwana. Yanaweza kaotea unyamani. Mimi hata kama ukiwa mshabiki wa Wekundu Msimbazi bwana, mimi nikilia pembeni bwana. Nikalie pembeni mimi. Hata kama ubavu wako ndo ulipo. Hapana, unajua mwanangu Yanga unajua mimi yani Yanga naipenda sana unajua. Yani sijatokea kuipenda klabu kama Yanga Africans. Umeona bwana. Kwa hiyo yani nikishajua kwamba wewe ni mwana Wekundu Msimbazi. Yani nikishakujua wewe koro, yani mimi nikalie pembeni. Kwa kweli hivyo tu. Wanawake wapo wengi duniani hapo. Bwana, wanawake ukitaka kujua wanawake
wa Yanga Africans wazuri kishenzi ndugu yangu. Asikwambie kuliko wekundu Msimbazi. Oya, Yanga wanawake, mashabiki wa Yanga Africans wanawake. Unyama mwingi sana. Kwa hiyo kama ikitokea Mamsu naambia tulia, kwaga kuna namna wakifika wanajisahau. Vipi kwako wewe? Watu kwanza wategemea kwamba utakuwa tu unaimba na nyimbo za klabu ama na ndio ukishafika zile level za kimataifa na unaanza kupoteana? Yani mimi iko hivi actually kwamba mimi hapa sio kuimba nyimbo za klabu tu. Umeona bwana? Panapotokea lazima nitoe kitu. Sasa klabu yangu kama inafanya vizuri, kwa nini nisiipe zawadi? Umeona bwana, lazima nipe zawadi bwana. Unaona? Na ndio maana mimi mimi sikufichi. Sikutarajia kwamba mimi labda naweza nikaitoa ngoma hii ya Yanga kwa sababu mimi lengo langu mimi nitoe nyimbo ya kawaida. Umeona? Yani lengo langu mimi nitoe nyimbo tu ya kawaida. Sikutarajia kabisa kwamba labda nyimbo hii ndio itakuwa ya kwanza kuitoa. Lakini ikaja tu feelings kwamba bwana hebu kitu kiachie kwa sababu ni ngoma ya kwanza kabisa kuiandika. Ndio maana akasema ngoja nikae na producer wangu Snaini, tukakaa chini na akasema bwana producer, japokuwa yeye ni mshabiki wa Simba Sports Club, lakini nikasema mimi ngoja brother nifanyie kazi mdogo wako mimi niingie mjini kidogo. Naona tufanye hii kazi, ndio tukafanya. Umeona nilivyofanya, tukamtafuta jamaa. Unaona kuna nani msanii anaitwa Haibla. Naona sio Ibla yule wa Konde Gang, aliotoka Konde Gang. Kuna msanii anaitwa Haibla, na namshukuru Mwenyezi Mungu yule jamaa yuko vizuri. Kwanza jamaa anajua, umeona, yani anajua. Kwa hiyo akaamua bwana kunisupport mdogo wake, akaniambia bwana mimi goma mbona naiona kali. Naona yani mimi mbona naiona kali goma. Kwa nini mimi ngoja hapa mimi nakusupport mdogo wangu, mimi nitashiriki. Na ndio maana nikakaa chini Snaini na TBS wakamtafuta jamaa, umeona. Ndio hivyo akaja akaisikiliza ngoma akaona hapa fresh mimi naweza nikatembea. Naona ndo akatembea, ndo kama hivi. Sasa nikikupa nafasi ya neno la mwisho ya kuongea na watazamaji ama fans wa Dar es Salaam Young Africans pamoja na mashabiki wa mpira kwa ujumla ama wapenda soka kwa ujumla, unaweza kuambia neno gani? Mimi cha kuambia tu kwamba ndugu zangu, nipo chini ya miguu yenu, napiga magoti. Naona viongozi wa Young Africans pamoja na mashabiki kwa ujumla, naombeni support ndugu yenu. Umeona nimeanza na hiyo, ukitaka kunipata vizuri nenda ni follow hapa Instagram. Umeona Skeleton Music. Naona Facebook Skeleton Music. Umeona check hapo, angalia nenda Instagram utanicheki kwa jina la Skeleton Music. Umeona bwana. Kwa hiyo mashabiki watanifollow Instagram Skeleton Music, YouTube Skeleton Music. YouTube, ukifika YouTube pale andika Skeleton Music Team Yanga kwa sababu jina la nyimbo inaitwa Team Yanga. Unaona bana, ukiandika Skeleton Music itakuja kibao. Kwa Facebook ni follow Skeleton Music, Instagram ni follow Skeleton Music, YouTube Skeleton Music. Skeleton Music andika jina la Yanga Team Yanga ndio utaipata. Ngoma ukiandika Team Yanga unaipata. Ukiandika Skeleton Music Team Yanga ndio utaiona nyimbo yangu pale. Hapa kama kuna bosi yote anataka kunimanage kunisupport, aingie tu kwenye bio yangu pale na Skeleton Music. Kwenye bio yangu pale atakuta mawasiliano yako pale, namba yangu ya simu au naweza nikahitaji hapo 0752 082207 Skeleton Music. Na hii namba ipo kwenye bio yangu mimi pale, kwenye akaunti zangu ataiona namba pale. Kiingia kwenye bio yangu utaikuta hiyo hapo namba hiyo hapo. Yes bwana, ukitaka mawasiliano kuhusu mtu mzima kuitwa Skeleton Music unaweza kumfuata kama yeye ambavyo amekuambia. Mimi hadi kufikia hapa sina la ziada, mambo mengi nimeweza kupiga story kuhusiana na masuala mazima ya wimbo wa ndugu yetu rafiki yetu Skeleton Music ambaye yeye ametuletea kibao cha Dar es Salaam Young Africans. Wana Yanga mmependelewa, mna zawadi yenu. Lakini pia wana Simba, kazi mnayo, inabidi na nyie mjipange kwa ajili ya kuleta mashambulizi ama kuzidi kuleta ile wanaita comeback, au sio? Hadi kufikia hapa sina la ziada. Langu jina ni Alex Mavindi na hii ni kamera ya mwandishi. Hadi wakati mwingine, bye bye.